Karibu. Asante. Kwema? Kwema, uko poa? Salama. Karibu kae. Asante. Shoga, mimi sio mkaaji. Mmoja uchukua mzigo wangu. Mzigo gani huo? Mmekuja kuachia mzigo wangu kwani? Hapana, sijapata mzigo wote kutoka mbele. Sasa jamani, mara hapa nilikopesha 3. Mkutana naye barabarani hapo ananiambia nyumbani ndio kutoka mke wangu mzigo wako. 3? Ndio. Umesikia nini? Hiyo 3 kwangu mbona hajareka? Na hiyo pesa anaokuambia amenipa mimi mbona hajanipa? Jamani, hizi shegesha mimi nazipenda hata kwenye biashara yangu. Nataka zingwa naye. Shoga, sikia nikwambie. Kali yako kule. Mimi sitazunguka bure. Upo? Natumia pesa yangu. Sikia nikwambie. Mume wako ameniambia nataka tatu kubwa ya kwenye nyashi ngambandike mke wangu na itatu ni shilingi 15,000. Upo dada? Nataka pesa yangu. Hebu nikakukagua. Sasa kwani hiyo tatu umenipa mimi? Jamani, utanipa hiyo simu. Hebu nipe. Dada, samahani na kuheshimu. Naomba tuheshimiane. Mimi nakwambia tatu hajaniletea mimi na hiyo pesa hajanipa. Msubirie huko mtakapokutana huko ndo mdaiane huko kwangu sitaki. Jamani, mtamcha mpaka jana leo ndani. Hiyo unanipa au nipi? Pesa hajaniachia. Naomba mkatafutane huko. Mimi usiniambie pesa hujaachiwa. Vua dela nikagao nipe hiyo simu. Unaichaguaje sasa? Nihakikishe tatu umeipa maana. Sio kama unielewi mimi. Salama. Wanipe wewe au nipi? Sina hela kukumsubiria mwanamume. Mwanamume. Utakula vichwa vya ulimi sasa hivi. Eti kuogopi. Shem. Shida nini? Sina mshangao dada. Anakuja anandai mimi pesa 3. 3 hajanipa na wala hiyo pesa sijaachiwa. Anandai mimi, alinipa hiyo 3 alinikopesha mimi. 3 itawe. Kasi ngwambie. Mimi nafanya biashara kupesha 3. Nimekutana na mume wake huyu kaniambiaje? Naomba niuze 3 kubwa shilingi ngapi? 15. Nataka 3 kubwa kama nike mke wangu wapi kwenye nyashi. Asa ngoja kunipea hata masio msoi kitu gani? Basi nikamkagua tu nilikuwa naona mbishi. Wewe ulipomkopesha alikwambia hela bei atanipa? Tukubaliana leo nije nichukue pesa yangu. Hamad nakuja kila napo barabarani. Shemeji pesa yake nimwachia mke wangu nyumbani. Na kuja bibi unipe pesa yangu hajaachiwa. Hajaachiwa kitu gani muelewe. Utapeli. Waje wochea. Mimi hiyo pesa hajaniachia na wala hiyo 3 kwangu hajaileta. Sijui alipoipeleka, mimi kwangu hajaileta. Kwa hiyo dada, msubiria mwanaume wako umtafute huko ndio uje umdai hiyo hela 3 sio kwangu. Ukiniangalia. Naanza kwa kile kiberiti. Kile kimotro. Subiri nimpe kwanza. Subiri kwanza. Hiyo 3 peke 15. Natulie. Nitulie vipi nataka pesa yangu dada nipe hela. Nakupa hiyo. Vipi? Shemwe na hajataka kutoa hiyo hela. Acha shemu, kwa sababu anasawishi kelele sio. Unanipia unaleta mdomo, unanimodo. Hello. Asante. Ona wanaume hapa. Nifutana wewe. Nitakuletea kwa shemeji yako. Utaleta vipi? Sasa tufahamiana, italetwa kama sivyo nitakuja kupata uchungu basi. Takataka maisha memchapa, alichopanda ndicho alichopata. Takataka huyo, takataka huyo, takataka. Nafikiri tuwasiliana kwa sura jamii kisha pigia nikipata nafasi nikitoka nyumbani nikija nani pale tutaonana, tutakaa tutajenga mambo yaende vizuri. Na ili kila kitu iko sawa. Sikia kidogo kuna mtu anapiga anagonga hodi. Ngoja kwanza nani? Ngoja nitokilee akunta baadaye niite hivi. Sawa. Peter. Oya, ini. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Karibu sana. Asante. Upo? Nipo ndugu yangu. Bana kaka. Karibu sana. Asante. Na siku? Salamu. Mpotea? Nipo ndugu yangu bwana. Nipo jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Asante. Unajua wakati jamaa anapiga simu bana, kuna simu uenda kuna changamoto ya umeme.
Kiukweli nasema hii fursa, si unajua tena. Chapo haraka. Mimi ndo nilimpigia simu mshikaji kwamba na tatizo hapa nyumbani kwangu la umeme. Sasa maana ni hadi kaeni nimekaa nje hapa joto ndani. Sasa kananiambia atamwagiza mtu. Sasa huyo mtu sijui ndio wewe ili naye kujua mimi au kuna fundi mwingine anatoka huko anakuja. Mimi ndo fundi umeme. Sasa niambie ndugu yangu, hapo umepanga ama imekuwaje? Sijapanga hii jupanga ni kama ya 3. Sawa. Maana wewe ulishindwa, sisi tulikaza. Nilipiga michongo yangu kule nikapata mshindo mmoja takatifu. Ndio kafanya jambo hili. Natu kama 3 hivi. Kaka naona mazingira, kaka una chuma kali ile bana iona. Akisa imekuwaje kutoka kwenye uchimba madini kwa fundi umeme? Ndugu yangu historia ndefu sana. Hiyo tutachana nayo. Salamu unajua. Sababu kiangalia mazingira jinsi yalivyo. Ama kweli. Vitu vya kawaida ndio tunaambiwa tukomae. Sasa sikiliza. Nafikiri kwa sababu umefika tutaongea mengi. Twende kwanza ndani. Ukaangalie kwanza tatizo ni nini ili tukirudi tutajua tunafanyaje. Haya ndugu yangu. Ndio, tujue unafanyaje ndugu yangu. Tutaongea sana. Vipi? Leo umepiga mapigo ya kinyumbani. Tangara. Safi sana. Niambie. Unataka wapi? Mimi sasa tena, si unajua? Kukicha kumekucha. Kweli kabisa. Sio kukaa. Bwana sikiliza kitu kimoja kwanza. Yeye kukutana hapa imekuwa kama bahati kwa sababu na jambo langu nataka kuongea na wewe, lakini kwa pale nyumbani nikiangalia mazingira kana nakosa muda. Kwa hiyo hapa imekuwa kama bahati kukutana na yeye hapa. Yeye kuna kitu kimoja hapa nataka kutafutia nikwambie. Juzi namzani uliona mazingira. Naamini kwamba kuna kitu umekigundua. Na kwa kuwa yule ni shoga yako na mmeendana na sana, lazima atakuwa amekwambia kitu. Unaogopa? Sawa kweli. Kakwambia. Sawa sawa. Unajua nini? Mimi rafiki yako nampenda sana. Na sio yani tangu muda mrefu nampenda sana. Na kitu kilichosababisha niendelee kumpenda the way mumewe anavyo-treat. Mumewe anamfokea, mara kumpiga, mara mchela ndogo. Yaani kile kitendo ndio kinisababisha mimi niendelee kumpenda, nikanikaa moyoni nampenda kweli rafiki yako. Alafu unajua umbu kama lile mtoto. Sio hiyo nyama. Ndio amenivutia sana. Kiukweli mimi nampenda rafiki yako na huyo wewe. Niko nakutafuta kwa sababu nataka usimame kama namba 10. Mchezeshaji yani, upelekee mipira mastreka nini uweze kufunga mawinga, hiyo kazi unaweza. Nataka ulink bibi, mimi namtaka. Unataka nimtoeshe. Mke wa mtu. Wewe umekula ubwabwa wewe? Ushaenda kwenye sherehe yao wewe, ushapewa kadi ya sherehe yao ya ndoa. Yule sio mume, yule ni bwana. Kuna mume na bwana, yule ni bwana. Sawa bwana, hata kama ni bwana, lakini yule pale shoga yangu. Pete na kidole. Mwanaume wake shemeji yangu, tunafahamiana vizuri, nyumba moja. Hivi kweli afu mimi je nikusupport eti umtoroshe? Nisikilize. Wale ni yani wale wajoana, wale umechukuana tu, umesogezana, umeweka pamoja. Sasa kusogezana sawa, haikataliwi, lakini inasogezana afu anamtesa binti kama yule pale. Angalia mwanamke kama yule mwenye vigezo kama vile, alafu ananyanyasika kwa mwanaume kama yule. Wewe mimi naona kwamba yule anahitaji kuwa nasuluhiwa pale alipo. Yupo kwenye dimbwi la moto. Kama yupo kwenye dimbwi la moto, anahitaji faraja. Atolewe kwenye dimbwi la moto akae sehemu nzuri. Na mimi ndo mtu pekee ambaye nitamtoa kwenye dimbwi la moto na nikamweka akae sehemu nzuri. Chochote unachotaka mimi nitakupa bwana, hebu nisaidie. Ndio maana mimi sipita kwa mtu mwingine, nimepita kwako wewe. Wewe ni rafiki yake, alafu wewe mapande yako unayopiga, makosi yako nini mimi nayaona. Kwa nini sifuatilii? Najua vizuri sana. Bonge la namba 10 kama nilivyokuambia. Wewe sio tobo ule, ufanye wewe mimi. Sasa maneno matupu hayana maana. Hilo nalitambua. Yaani kama unajua wahenga wanakuambia ukweni uende kutalii. Yaani mtu anaenda ukweni, anaenda amejipanga. Huwezi kwenda kutalii ukweni. Hebu ujipange, usiache. Mimi naelewa. Haya, ongezea hapo vinavyoeleweka, mambo yakae sawa. Umefanya hivyo. Sio. Wahenga wanakuambia tuanze na mtona na ndizi, nyama tunazikuta. Sasa sitaki kupokea nyama, utakinai chakula toshiba.
Haya, poa. Fanya hivyo. Sawa. Usiangushe bwana. Usijali kwa hiyo. Ongea bwana, umependeza mno. Naona madogo nini mwanangu mpaka sasa hajafika groundini hapa da. Madogo sasa sana jiona. Wewe ajikutana na sharuba. Omba ka saizi michole short. Kwa anakuja muda unaotaka wewe. Ndio kazi ndo Samata. Baadaye unajua labda Samata akatoboa tu ile kilaini hiyo kaenda zake mpaka genki mpaka Ulaya. Kumbe mwenzao kakaza kazi ya huku kwenye ndini. Wanaanzia kama humu. Umeanzia humu kina Samata nakwambia. Sema nini? Madogo amejitahidi sana bwana. Muona hapa. Yaani hapa kote mwanangu kulikuwa kama huku na kuona. Sasa madogo janja amejitahidi kweli mwanangu mpaka amepurusa hapo nini pameweka fresh. Sema ni madogo ndo amefight mwanangu mpaka ameweka kiwanja mwanangu apiga cha ndimu. Wanaamua kutoa jasho yani. Mwanangu huko kabula. Unaona mazingira hapa. Mcheza. Unaona mazingira hapa. Muona ile eneo hili. Yaani angekuwa Mswahili au ningekuwa hata mimi. Hii tayari kitambo. Wanashaka toka vipande ili ila kutokana na ile Waarabu mwanangu mambo kama hapa wana hela zao kibao ndo maana ile hapa limekaa wazi kama Waarabu kalizika mwanangu wanazo. Kwa hiyo ile wanaona chaache. Hapa nisibe basi stable kwanza. Sister. Poa. Ama kawaida. Vipi ule mchongo wa yule manzi yani namba zake umefanikiwa kupata? Mchongo wa namba sitafanikiwa kupata ila ningeipata kwa sababu kipindi ananipa simu yake na namba zangu autokea mdada. Mdada sasa sijajua ni mke wake au demu wake tu. Ikanipoa simu kakimbia naye. Kwa hiyo kakupola simu kaondoka naye. Ndio. Baridi, sema dadangu nini? Usichoke hapo kwenye. Wewe pambania. Hakikisha mpaka yule manzi anajaa. Vipi bibi mkubwa lakini mtaani anaendeleaje? Mama ni vizuri sema bado hajapoa wewe tulia. Kabisa. Faza naye Baba aliondoka mimi sijui kaenda wapi. Basi poa dadangu. Usichoke wala nini hapo kwenye. Poa dadangu. Tasomano. Sister ule. Mwanangu umewahi nitaka kuuliza wa mkali hapo. Dadangu yule. Hii kala yake gani viko mpaka maskani ile. Oya acha mwanangu. Kwanza tembeza sigara. Unakumbuka ule mchongo nilikwambia bla? Mchongo mengi mwanangu, mchongo gani? Mchongo ule manzi kuna boy fulani unidiaga mchongo mimi nikasababisha kifo cha ule mwanadada yule Kiande yule. Yule Kiande yule. Sasa yule Kiande anapenda sana wanafunzi. Anapenda sana kuchezea watoto wadogo. Sasa dadangu mimi wakusoma. Sasa nimemtegeshia mtego. Unajua mfano hapa kwenye wanafunzi unajua nini hapa? Kwa siku moja pale mtaani na shangazi yangu alikuwa anazinguana. Nikasikia oya mtakataka. Kwa mtakataka ndo nini shangazi? Niambia oya. Yule anapenda pide mdemo. Hapo ndo umesanya yule. Basi ndo hivyo mwanangu. Unajua yule anapenda sana wanafunzi. Sasa mimi dadangu akusoma. Kwa dadangu nimemtumia kama mtego. Najua yule boy atajaa tu katika 18. Akijaa tu atapambana na Mama Samia. Na ukiachana na Mama Samia mimi mwenyewe tutamalizana. Huyo mwanangu wewe una akili nyingi mwanangu. Umenisanua mwanangu wewe. Oya, hii hapa kwanza Texas. Oya, mimi nilikuwa nafuatia mazingira yangu fulani ujue. Yule sana simu zake starehe. Kila nikaenda sehemu za starehe zake mwanangu namkosa. Kwa hiyo mwanangu wewe ni hapo. Hapo mwanangu ndo umencha. Hapo kashaisha. Oya, mwanangu hii hapa. Kila mitego. Oya. Ombe huyu mkali mwanangu baharia. Mwanangu umecheza. Kicheki anamtolea konoli, anamtolea tongo. Shamba la jao. Wakati wote mwanangu anaja kwenye 18. Kwa kupenda totos wakati wote anaja kwenye 18. Hatari mwanangu. Wae. Vipi wewe mdogo wetu mwadurushia stimu? Mbona kama hivyo wewe unatusobona unatuchola. Muona yule pale. Yule pale dogo tu mwanangu mimi nimeondoka hapa nimemwachani chali sasa hivi kwa maana wewe tunaenda sasa hivi. Sasa unavuzana ule msela. Yule sio msela, usela kaanza sasa hivi. Yaani yule alikuwa anafunua multipod kwa bibi mkubwa wake. Kweli mwanangu. Shamba tu yule. Karibu. Asante. Jisikie huru. Kuwa free. Sawa? Na niko peke yangu katika nyumba.
Naishi mwenyewe? Sote 28, niko peke yangu. Hongera, nyumba yako nzuri. Sijui unatumia kinywaji gani? Hapana, usijali. Unafu nini? Hapana. Nimekwambia kuwa huru. Hata maji. Basi naomba maji. Sasa mimi naenda kuletea kitu, sawa? Kizuri. Utachagua mwenyewe kipi kinafaa. Sawa? Maana najua una hofu kuwa huru, niko mwenyewe hapa. Ungejua maana hiyo nyimbo, ungejua tafsiri yake. Si watu wa Kongo bwana, tuna hatari, ni nzuri. Sijui unataka unatumia kinywaji gani? Ambie bwana. Mashallah. Watu wanajua kala zao. Mana rangi hiyo, uchagua afu unajua bisa mwenyewe. Chocolate color. Niambie. Unajua tangu tumeonana nilikuwa sijui kama unaweza ukaja, maana wanawake wengi wa mjini waongo, matapeli. Kwa nini? Zamani wanaume ndio walikuwa kwa hivyo, sasa wanawake ndio wanaongoza. Maana wewe umekaa muda wote hivi bata. Unakuja kwa hiyo. Unajua watu unajua watu wenyewe wanawake kiasi mtemo wengine waongo. Sana nini tu tayari ajifanye huko busy na mambo yake. Mimi hapa nimeenjoy sana. Karibu. Kuna kitu natamani kiwe. Sisi tunafanyaje? Kama jamaa wako wewe anakuzingua sana. Kitu gani? Ingetokea nyumba hiyo kwenye ukaishi wewe hapa ndani. Mbona sometimes mwingine anapata tabu, yani kufua, yani nguo na kwa chafu. Mimi kila siku nikununua nguo ujue. Sasa sina muda wa kutumia, kama hivi nikipata nafasi na mchache nasafiri sana. Nikija nguo chafu na nafua. Nyumba inatakiwa isafishwe, sina kufanya kazi ndani. Wewe unajisikiaje ungekuwa wewe? Kwa ina maanisha wewe una mpenzi. Wakati gani? Wakati wewe mpenzi ni wewe. Yaani hapa na mimi na wewe tufunge tu mkataba. Uone hakuna kitu kitachendelea. Ya kweli ya. Mama. Nimeshakwambia hakuna mtu zaidi yako. Wanaume asiweze mmejaa uongo tu. Uongo nimekwambia njoo nyumbani. Sasa hapa ni kuja kwako ni shida. Kuwa huru. Simu zimejaa hapa. Nilikuwa na mpenzi singekuwa na wasiwasi. Nikutoe haraka haraka. Lakini mimi sinikwambia na mume. Sawa. Una mume. Lakini kwa mazingira niliyokutana nayo, fika ile maisha wewe nayo. Sawa. Uendane nayo maisha. Mimi kwa nataka tu kama inawezekana. Ile jamaa mpige chini. Ndio uishi nyumbani kwako. Basi kwa haraka hiyo, taka tuongee. Na mimi sina haraka na kuamini. Paka leo umekuja na kuamini. Nafikiri tu na nitapata majibu mazuri sana, tafurahi sana. Endapo nitapata hayo majibu. Usichelewe sababu ya toa hapa. Sio na wasa shukrani. Sawa. Wewe. Mimi sio mkaaji. Nilikuja kutupaona. Unajua mimi ni mke wa mtu. Mbona haraka? Sijali, siku nyingine nitakuja. Nishapajua. Hilo sijali. Basi sawa. Tuondoke tena kusindikiza mpenzi wangu, najua mambo sio mabaya. Taka 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 huyo, taka 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 huyo.
Mwenyewe. Odi. Karibu. Karibu. Asante. Usaizi. Safi bali. Shpai. Oh, karibu. Bwana yupo? Hapana, anatoka. Mzigo wangu anakuachia. Udaniachia mzigo. Lakini maelezo si ulimpa juzi nini? Umempa maagizo? Nimekwambia. Nimempa maagizo yake akaniambia niachane na yeye nisifuatilie maisha yake. Unajua huyu bwana wako anatafuta mimi. Aenda, kuna kitu anamtafuta. Yaani kuna jambo analitafuta analolitaka na atalipata. Unaona eh? Unajua nimetumia pesa. Yaani nimetoa pesa katika ile kazi. Kazi hajafanya, pesa kachukua na sasa karibu mwezi. Mimi nashindwa kuhamia kule kwa sababu nyumba haijaingia umeme. Sisi tumefahamiana vizuri. Sasa anachokitafuta yeye atakuja kukipata. Yaani yeye anachukua pesa zangu mnakuja mnatumia mnanepeana tunakuwa wanene kwa pesa za dhuluma. Sasa mimi ninachotaka na pesa yangu. Sasa kaka hapo unanikosea mimi sasa. Nakukosea nini? Unasema tunanenepeana kwa sababu ya hizo hela. Mimi hizo hela kwanza sijajua kama kapata hela au umepeana kibarua mimi huko mimi sijui. Lakini wewe unavokuja hapa unasema tunanenepeana, kwa hiyo mimi nakula hela zako ndo nanepa. Sasa anakulisha wewe nani? Sina dhuluma sisi moja kula wewe. Hivi unajua maisha nayopitia mimi unayajua kweli? Wewe una shida ungenenepa kama hivyo bwana. Mbona una mimi sina akili? Mimi sitaki masala kwa kunisumbua, sitaki kunisumbua pili. Kama ushachukua ulisi wa bwana yako ndio unakuwa machine town. Mimi mwenyewe machine town kitambo ujue. Yaani mimi machine town kuliko unavyojua. Hizo pesa nilizozipata, ujue nimezipataje. Afu nakwambia walifuata unaenda kuzingua zingua. Sasa sikiza ngombe kitu moja. Mimi sitaki mambo mengi. Zama ndani, kafungua vitu vyote vya samani ya pesa yangu, mimi niondoke. Akija utaona bwana akaja kuchukua. Si basi. Wewe ingia ndani inachofaa, na pesa yangu nichomule au niingie mwenyewe nichukue basi. Yaani ndio unaonekana tu korofi basi uendelee tu kwa korofi basi. Unachokwambia hivi. Kitu gani? Kama una shida niingie mwenyewe. Sasa mambo ya vitu vya ndani na pesa yako inahusiana nini? Bwana wewe, vitu wala nakwambia kafungue nige hivyo vitu. Kwani tatizo nini? Si unaenda kufungua TV sijui nini nalipa mimi naondoka. Kama yeye anaona sasa shida, atakuja kuifuata nyumbani. Hizo hela zenu mlipeanaga hapa? Wewe msubiri aje mtaelewana wenyewe. Mlipokutana huko ndo mtakapomaliziana huko. Hayo mambo yenu ya kuleta nyumbani mimi siyataki. Kwa sababu hata hiyo pesa mimi hapa sijaiona. Na hiyo kazi mimi siijui. Kwa nini uje uchukue vitu vyangu ndani? Au si? Kwa hiyo mimi naonekana niweza fulani hivi unavyoongea. Mimi labda mali yangu naona nipandishia. Sio baraka. Sasa unachukuaje vitu vyangu vya ndani? Ndio chukue wewe. Sasa sikiliza. Mimi sitaki nifanye kitu kibaya sana. Sitaki kufanya fujo sana. Sitaki nifanye tafulani dunia nzima ndio mimi mtu wa ukafu. Sitaki kuwa wa ukafu mimi. Sikiza dadangu. Kuna jambo ambalo lipo mbadala yake. Kama vipi hapa tufanye usahabu hapa. Tubeti hapa. Mimi ni beti tumalizane hilo deni. Siki tena. Hata nikimaliza hata siku moja siji tena. Tubeti tu kulingana na mazingira yako ulivyo. Basi mimi langu nakomenda hivyo. Simdai bwana, simdai chochote. Beti? Unamaanisha nini? Namaanisha nini? Wewe sasa kuna ugeni gani? Sasa kuna jambo gani hapa? Tuna beti kimazingira. Na maana wewe unauliza masuala ya kubeti sana. Yaani mimi na wewe tano kitu gani tena? Jinsi ulivyo kuna nini? Mimi nataka kusema pesa na kuongeza. Ili mradi mimi ndio jambo nikamilishe na siji tena hapa kuja kudai. Hata siku moja siji tena. Fanya hivyo. Kumbe umekuja kwa vingine, unajija kudai pesa. Sasa pesa sitati hivi unakuwa. Kwani hiyo pesa ulinipa mimi? Hebu tumia akili. Hiyo hela kana nani? Mpaka beti na mimi. Sio nalipa deni na mume wewe, mbona hapa na uelewe wewe? Deni na mume unalipa wewe. Kaka, hiyo hela utamalizana naye mwenyewe. Sio kubeti kwangu mimi eti ni beti kwa sababu ya hela. Mimi sijui hata hiyo hela kaipeleka wapi. Na hata mimi sijapewa hela yote. Au sio eh? Sasa sikiliza nikwambie. Hapa mwambie wewe bwana. Mimi kuna na Agostani ninarudi hapa. Mimi nafunga tera. Nakuja na toyo. Nakuja na toyo pesa yangu haizuniki. Pesa yangu mimi haipotei. Kama unaona mimi naongopa. Tilipu nitake kuja hapa kama sijapata shanga. Kule hajakuja. Basi kama sijachukua vitu nachukua vitu. Takataka maisha memchapa, alichopanda ndicho alichopata. Takataka, takataka huyo, takataka, takataka huyo, takataka, takataka huyo, takataka.